Mtumishi, karibu sana. Nashukuru sana. Nimefurahi kukuona, nimefurahi kukutana nawe siku ya leo. Na mimi nimefurahi sana. Naam. Yeah. Tuna mambo mengi sana ambayo natamani tuyazungumze. Okay. Lakini machache kati ya hayo mengi ambayo mara nyingi nimesikia ukiyafundisha, ukituelekeza ni pamoja na uhuru na ukombozi. Okay. Hivi vitu vimekuwa vikubwa sana. Uhuru na ukombozi. Uhuru na ukombozi. Sasa natamani kujua kwanza, sababu watu wengi naamini hili swali limekuwa likigonga vichwani. Nini tofauti kati ya uhuru na ukombozi? Okay. Nadhani kama ulivyosema, ndio mara kadhaa nimekuwa nikihusika hapa. Uhuru na ukombozi. Yes. Watu wengi tunachanganya tofauti ya uhuru na ukombozi, na wakati mwingine tunafikiri ni kitu kimoja. Kwa mfano naweza nikasema kwa haraka tukisema ukombozi ni hali ya mwili na uhuru ni hali ya akili, mental. Okay. Yes. Ukombozi wa mwili pasipo transformation au mabadiliko ya akili yanatengeneza hatari zaidi. Kwa mfano nitoe hichi kitu. Familia yenye njaa, let's say kuna familia moja ina njaa. Wamekuwa wakiteseka kwa njaa muda mrefu zaidi ya miaka hata 10 labda. Vijijini wengine wamezaliwa hivyo. Ndio. Unakuta una familia ambayo wanalima eneo dogo, kwa hiyo ikifika miezi kadhaa chakula kimeisha. Yes. Sasa mzazi anaenda kufanya kibarua mahali ili alete chakula pale nyumbani. Sasa wale watu kwanza hawapo huru na pili hawana ukombozi. Vyote viwili hawana. Sasa we mtumishi unaweza ukawa na huruma. Ukasema ile familia inateseka sana, ukapita supermarket ukachukua kilo 5 za unga. Ukapeleka kwenye ile familia. Baada ya kupeleka kwenye ile familia, tuseme umechukua labda kilo 10. Kilo 5 ukapeleka kwenye familia hii yenye njaa, na kilo 5 ukampatia jirani yako ambaye yeye hana njaa. Ndio. Hana njaa, ila ukatoa kote kilo 5. Tuwe na uhakika baada ya siku 2 unaweza ukarudi kwenye ile familia yenye njaa ukakuta unga umeisha. Kweli. Hata kama wanaishi watu 2 au 3. Kweli. Kwa nini? Kwa sababu mtu aliyepitia sema mateso, wale watu wanasonga ugali mkubwa sana, hata ukiwa na njaa hauna kipimo. Mwenyewe ukiwa na njaa, hata mimi nikuta wakati mwingine una njaa unatamani kupika kitu, unapika kikubwa sana ambacho hauwezi kukimaliza. Yes. Sasa pale ni kwamba kinachokutesa wewe ni utumwa uliokuwa ndani yako kwa muda mrefu, yale mateso uliopitia muda mrefu. Ukipeleka unga kwenye ile familia wanajikuta wanapika ovyo. Yani yes, wanapika hivyo. Lakini kingine utakachokikuta pale, ugomvi. Mtoto anaweza akapika pale, mama hata akamchoma mkono. Kweli. Kwa sababu gani? Ni kama anaona anaharibu. Yes, yani hawajazoea. Kwa nini unapika mara nyingi? Kwa hiyo kile kitu kinakuwa vile. Sasa maana yake nini? Kile kitendo cha kuchukua unga ukapeleka kwenye ile familia pale, umewakomboa. Kweli. Pale umewakomboa. Lakini ule ukombozi haumaanishi wako huru, kwa sababu uhuru unaanzia sasa kwenye nini? Kwenye akili. Sasa uhuru utapatikana vipi? Siku ukiwapelekea unga pale kwenye ile familia, kisha ukawaambia hivi, kila baada ya siku 4 nitakuwa nawaletea kilo 5 kwa mwaka mzima, ndio sasa wanakuwa huru. Watatumia kiustaarabu, yani watapika kwa nidhamu, alafu watakuwa nakula chakula kidogo kidogo, kwa sababu wana uhakika kuna kingine tena kitafanyaje? Kitakuja tena. Mama hata akikuta watoto akifika hawajapika, mbona hamjapika? Pikeni, kuleni, kuna kingine kitakuja. Yes. Sasa uhuru umekuja baada ya wewe kuambia kwamba nitakuwa naleta kila baada ya siku ngapi. Sahihi. Yes. Lakini ungepeleka unga pasipo kuwaambia, ungekuwa umewapa ukombozi, ila ule ukombozi haujawasaidia kupata uhuru. Au ndio maana Yesu aliwaambia akasema baada ya kuambia kwa nini tusingeuza haya mafuta tukaenda kuwapa maskini? Okay. Akaambia maskini mko nao kila siku.
maskini mkonao kila siku. Kwa hata tukiwapa hiki leo tukauza haya hawezi kuwa huru. Hata kama tukiuza twende tukawape, kesho watakuwepo tu. Ngoja nikusomee mstari kwa mfano Mithali 30:21 na 22. Biblia inasema hivi: kwa ajili ya mambo matatu nchi hutetemeka. 22, mtumwa apatapo kuwa mfalme. Huu mstari naupenda sana huu. Anasema mtumwa apatapo kuwa mfalme. Hii inatupa picha gani? Mtumwa hawezi kuwa huru hata kama amekalia kiti cha kifalme. Maana yake dhana ya utumwa inaweza kuendelea kuwepo hata kama leo nimekaa hivi, mimi si mtumwa. Nikakaa kwenye kiti hivi nikawa rais wa dunia, bado mimi ni mtumwa. Yaani kule kukalia kiti cha ufalme hakuondoi utumwa kichwani. Kweli. Yes, kwa utumwa ni hali ya ni mental state. Wana wa Israeli pia, nikirudi hapo hapo kwenye ukombozi na uhuru, wana wa Israeli Mungu mwenyewe aliamua kuwakomboa kwa nguvu kutoka kwa Farao. Sahihi. Piga mapigo 7, Farao mwisho akawaachia. Baada ya kuwa wameondoka, Mungu aliwaahidi na wapeleka kwenye nchi ya ahadi. Maana wanatoka utumwani wanaenda kwenye uhuru. Lakini kutoka utumwani hakumaanishi kwamba wamepata uhuru. Kweli. Kwa hiyo hapa Musa aliwafanyia deliverance, tunasema ukombozi, kama umewadeliver. Kwa hiyo ukombozi ni hali ya kutoka kwa nguvu mikononi mwa ile aliyekuwa anakunyanyasa. Sasa umeshatoka. Ndio. Kuingia kwenye uhuru ni jambo jingine. Sahihi. Ndio maana hata ukisoma maandiko wana wa Israeli walipokanyaga tu ile wale Kalebu na Joshua, walipokanyaga tu ardhi ya kule Kanaani. Ndio. Mungu aliwapa information mpya ambazo mwanzoni hakuwapa. Cha kwanza akasema, mkitaka maji mtachimba kisima chenu. Mkitaka ngano mtalima kutoka kwenye mashamba haya. Maana waliokuwa wanashushia ikakoma. Ndio. Tokea hapo uhuru na wajibika mfanye kazi, mle cha kwenu ndo muwe huru. Kule kwa Farao walikuwa wanatumikishwa na Farao, ila wanakula chakula cha Farao. Sahihi. Kwa hiyo tunaanza kuona kumbe ukombozi ni jambo jingine na uhuru ni jambo jingine. Ndio maana walisema ina maana Musa umetuleta jangwani tuteseke tufe na njaa. Bora ungetuacha kule. Walikuwa wamekombolewa. Yes, wamekombolewa. Lakini uhuru wa akili hakuna. Hawajaupata. Walikuwa bado wamefungwa. Yes. Tena uone Mungu alimwambia pale. I was thinking like that. Kutoka tumesoma sasa kwenye theology. Sijabahatika kufika. Naam. Kutoka Misri mpaka Kanaani ni distance fupi tu. Yes, kwa ndege ni kama tu masaa 4 hivi nadhani. Tayari umetoka hapo mpaka hapo. Umefika. Lakini kutembea inaweza kwa mguu inaweza ikagharimu siku 30 kama unatembea tu kwa mwendo tu wa kawaida unapumzika njiani. Ndio. Lakini kwa nini miaka 40? Ukisoma Biblia anasema hivi, niliwapitisha njia ndefu kwa sababu ya fikra zao, akili yao. Biblia inasema because of their own mind. Kwamba ukombozi wa mwilini wameshaupata, ila fikra hazipo. Kweli. Mtu ambaye amekombolewa mwili, hajakombolewa fikra, ni rahisi kutamani tena utumwa. Kiasi kwamba kama mimi najaribu kuwaza kibinadamu, kama Mungu angewatoa pale Misri wakatembea siku 30 wakafika hapa Kanaani, alafu wakaambiwa hapa mtalima mahindi yenu, mtachimba visima vyenu, na uhakika kesho asubuhi wangerudi sipafupi tu. Kwa alikuwa anataka transform mind, lakini pia hata hilo lilishindikana. Ndio maana hawakufika nchi ya ahadi. Kweli. Waliofika ni wale waliozaliwa njiani ambao hawakuzaliwa utumwani. Kwa walikuwa hawajui utumwa ni nini, wao wamezaliwa jangwani. Hao ndio Mungu akisema okay, nao hawa ngoja wafike. Ila hawa waliozoea utumwa wafie hapa. Sahihi. Kwa unaona kabisa kwamba kumbe kuna tofauti kubwa sana kati ya ukombozi na uhuru. Afrika tumepata ukombozi. Ukombozi maana yake wakoloni wameondoka, hatunao tena. Ndio. Yes. Ila kwa sababu tulikuwa tunapigwa mijeledi wakati tunalima, mpaka leo tunachukia kilimo. Yes, kwa sasa hivi huwezi kusema wakoloni wanatunyanyasa. Leo hii hawapo. Lakini mpaka leo hatupendi kilimo, hata mimi sipendi. Kwa sababu zamani watu walipigwa mijeledi, wafanya kazi kwa bidii, something like that. Mpaka leo. Kweli. Yes. Wakoloni walituletea majina ya kizungu. Kiasi kwamba mpaka ya kwetu tunayaogopa. Leo nikisimama mimi nikisema mimi ni blocker. Naonekana wa maana sana. Yaani sema mimi ni dalali.
Wamejishushia hadhi. Kuna namna hata jamii tu inakuona, au hata unaweza kuwa na binti yako unaolewa na nani? Anaolewa na dalali. Wanaambia kweli mwanangu, dalali umezunguka kote, umeangukia kwa dalali. Lakini akisema bloka kuna namna inakaa. Hivyo. Kwa kuna tofauti hapo. Wow, safi. Haya ni madini ya dhahabu. Makubwa sana au zaidi ya dhahabu. Wito wako ni nini kwanza kwa Tanzania na Afrika? Wito wangu mimi bana, wito wangu ni kwamba tufanye vyovyote vile tuwe huru kwanza. Wow. Mungu anataka tuwe huru. Mtu huru anakuwa ni creative, anaweza kuwa mbunifu. Mtu huru anaweza kutumiwa na Mungu. Mungu hatumii mtu ambaye hayuko huru. Kweli. Ukishakuwa tu, ndio maana hata ukisoma maandiko, Yesu alipokuwa anakutatu alikuwa anakuuliza kwanza, una nini? Una kazi? Ukimwambia sina, anakwambia nenda sehemu fulani. Yes. Kwa maana yake anatafuta uwe huru kuanzia fikra zako. Yes. Yeah. Hata wakati anakuja Yesu hakutumia Mafarisayo, hakutumia Masadukayo. Ni kama sasa hivi akija Yesu, ndio yamkini akaacha wote maprofeti, maana watu wanaita wale watu wana dini, akaacha wote, afu akachukua watu tu ambao wapo huru, yani hawaamini chochote, yani wapo tu, ndo akaanza kujenga nao msingi. Kwa hiyo mwito wangu mimi ni kwamba ni lazima tuwe huru kwanza. Kweli. Hayo mengine atafadhila uhuru kwanza. Huo ndio tena wa akili, yani uhuru wa fikra. Kweli. Tukombolewe fikra kwanza, tuwe huru kifikra. Hapo ndio tutaweza kufanikiwa zaidi. Kweli. Hata Yesu alipokufa pale msalabani, ili watu wawe huru sasa kumwabudu katika roho na kweli, pazia la hekalu lilichanika. Akaweka uhuru. Sasa mimi kwa wafungwa nyinyi hamruhusiwi kuingia hapa patakatifu. Hata kuona hamruhusiwi. Sasa pako huru. Sasa pako huru, mnaweza kwenda na. Yes, kingine ni kwamba watu wasichukulie hiki kitabu sio kitabu cha dini. Hamna dini inamiliki hiki. Yes. Biblia kwa maana. Hamna dini inamiliki. Huwezi kusema this is cha kwetu, hapana. Kwa nini unasema hivi? Anasema hivi kwa sababu hii ni kama katiba ya nchi. Tukisema katiba ya nchi, hamna chama kinamiliki katiba. Au hamna mtu anaweza hii ni katiba yangu bwana. No, hapana, ni katiba ya nchi. Kwa hata ufalme wa Mungu ni serikali inayojitegemea, ambao hii ndio katiba yake. Wow. Yes, kwa hata ukiwa unaenda mbele za Mungu kuomba kitu au kudai kitu, lazima useme kwa mujibu wa katiba hii 6 ibara ya 7 hapa, ulisema mwenye haki hata ombaomba mkate. Yes, kwa Mungu atafanya kwa sababu aliandika kwenye katiba yake. Yes, so this is not a religion book. Wow. Kwa tuondoe ile dhana ya Afrika kwamba kuna dini, yani tulikuwa tumetenganishwa sana na dini, yule mtu gani. Na ufalme wa Mungu unahudumia watu kwa katiba inavyosema, haijalishi wewe ni mtu gani, wewe ni wa aina gani. Wow. Yes, ndio wito wangu sana. Yaani hii ndio kweli ambayo tunatakiwa kuijua. Of course. Na mtazamaji pia, hii ni kweli ambayo unatakiwa kuijua. Na ukiijua hii kweli, itakuweka huru, ambayo ndio hii huru ambayo tunazungumzia. Ndio huu huru ambao tunazungumzia.